بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله, tuko hapa kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupenda kwake na kwa rehema zake. Tuko hapa katika mji mtukufu wa Baghdad, asimat al-Iraq. Tuko katika saha al-Qadiriyya, tuko katika hadhara ya Maulana al-Bazi al-Ashhab al-Alim al-Rabbani wal-Qutb al-Samadani al-Adnani Sayyidi Abdul Qadir al-Kailani al-Jailani al-Hasani al-Husaini. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake na baraka za waja wake wema wote ya Rabbal Alamin. Hakika ni saada, ni furaha, ni neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufikisha katika sehemu hii tukufu ya marqad na dharih na maqam ya bwana mkubwa huyo ambaye kwamba ni katika ajal ulama ahli sunna wal jamaa. Ni mmoja katika, kabla ya yote, ya uwalii na uchamungu na shuhra Mwenyezi Mungu alompa, lakini yeye kwanza ni kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upande wa babake ni kitukuu cha Sayyidina al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, upande wa mamake ni kitukuu cha Sayyidina al-Husayn, al-Imam al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Kwa hivyo amekusanya jamaa baina ash-sharafain kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo kwanza, na kuwapenda ahlul baiti na kuwaheshimu na kuwatukuza, hilo halitaki maelezo kwa ahli sunna wal jamaa. Nususi zote za sheria hapo kwamba hawa ndio jahazi, ndio salama kwa huu umma, kuwapenda na kuwafuata, hasa wakiwa ulama. Sasa na Maulana Sheikh Abdul Qadir al-Jailani ni katika wanavyuoni wakubwa wangapi katika mahufadhi na ulama al-umma ambao wamemweleza na kumsifu na kumweka katika daraja yake na cheo chake alichopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kina Ibn Kathir na mfano wao wamemzungumza Maulana Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Hata wapinzani pia wamemkubali Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Kwa hivyo kubwa ni turudi tusome tarehe yake na historia yake, tuone namna gani ule mujahadatun nafs alikuwa nao Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Ukisoma historia yake utaona kwamba alikuwa ni mtu astahiki Mwenyezi Mungu kumpa yote aliyompa, kwa sababu alipitia mazito sana, alipitia mambo magumu sana, nayo ni kuwa na mujahadatun nafs. Alivumilia njaa, alivumilia ufukara, alivumilia shida na vita vilivyokuwekwa wakati ule kwa muda mrefu, lakini alhamdulillah akatafuta ilmu, akapata shida nyingi sana, na mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnyanyua daraja yake. Na sisi kama wafuasi wake, hasa waliojinasibisha na tariqa ya Maulana Sayyid Abdul Qadir al-Jailani, ambapo ndio katika mama wa tariqa nyingi sana, au tunaweza kusema tariqa zote, wapende ilmu. Sheikh Abdul Qadir al-Jailani hakuwa mtu tu wa kawaida kwamba basi afanye dhikri tu, afanye ibada tu. Hayo yote ni mazuri, lakini alikuwa mwanzo, alikuwa ni mwanachuoni ala qadami al-kitabi was sunnah, شديد الاتباع لجده محمد صلى الله عليه وسلم في القول وفي العمل وفي الذوق وفي الحال. alikuwa ni mwanachuoni wa ahli sunna wal jamaa, mwanachuoni mkubwa, akifuata nyayo za babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno, katika vitendo, katika hata hali yake na dhati yake. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake na kila alotuhusia dua katika maqam kama haya. Bila shaka jana usiku tulikuwa ndani huko katika maksura, tukasoma Qur'ani, tukapeleka thawabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waja wema, tukamkusudia na yeye inshallah, tukatoa na salamu na tukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na kwa jaha yake na kwa cheo chake. Mwenyezi Mungu inshallah Ta'ala atukidhie haja zetu na atusamehe madhambi yetu, atubarikie khatimati Shaaban, atufikishe inshallah na mwezi wa Ramadhan kwa salama, na atupe umri mrefu wa taa na ibada, na atujalie na husnul khatima inda al-maut inshallah. Leo tutazuru baadaye maqam ya al-Imam al-A'zam Sayyidina Abi Hanifa an-Nu'man sahib al-madhhab al-Imam al-Akbar radiyallahu anhu ardah. Baada yake tutakwenda Najaf al-Ashraf, tutamzuru na Sayyidina Maulana Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, babu madinati al-ilm. Hawa ni wetu sisi ahlu sunna wal jamaa kuliko yoyote mwingine. Tutawatembelea wote na tutasimama kwenye adhriha zao
kama ilivyokuwa sunna ya Mtume SAW, tuzingatie kupitia maisha yao na kupitia ahwali zao na imani zao. Asana sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa thabat na istiqama, akatupa na taqwa, akatupa na inaba, akatupa na tauba sadiqa insha Allah Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.